Katika darasa moja ambalo ndani yake kulikuwa kuna wanafunzi wakifanya mtihani, kulikuwa kuna mwalimu ambaye alijulikana kwa jina la Mrs. Miles. Pia katika wanafunzi waliopo ndani kulikuwa kuna binti ambaye alijulikana kwa jina la Catherine. Basi mzigo wetu unaanza mwalimu akiwa anagawa mtihani, na ilikuwa nidhamu ya Catherine kupewa mtihani. Mwalimu alimkaribia Catherine akampatia mtihani, ila Catherine akachomoa pini ambayo alikuwa anatumia kubania nywele zake. Mwishowe akachomoa uzi wa sketi ya mwalimu kisha akaushikilia. Basi kila mwalimu alivyozidi kutembea, sketi yake ilizidi kutatuka uzi na sketi yake ilizidi kuwa fupi. Kipindi mchezo unatokea, pembeni kulikuwa kuna kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la D. Alikuwa akiangalia mchezo mzima unavyoendelea. D bwana alishindwa kuvumilia, akaamua bora amuite tu mwalimu amsanue. Akamwambia, Mrs. Miles. Mwalimu akamwambia, kaa kimya. Mwalimu akaendelea kutembea. Uzi ukaendelea kujitatua mdogo mdogo. Akamuita tena, Mrs. Miles. Mwalimu akamwambia, nimekwambia ukae kimya. D bwana akaona kila kimshtua mwalimu anashindwa kushtuka. D akanyanyuka moja kwa moja akamnyanyua mwalimu. Mwalimu akamwambia, D, naomba unishushe chini. Akasema, nakusaidia, hii ni kwa faida yako. Mwishowe mshikaji akambeba mwalimu akazama naye chooni. Basi mzigo unahamia chooni, mwalimu na D. Mwalimu kapaniki huo muda, D naye anamtolea macho tu mwalimu. Mwalimu akamwambia D, mimi huwa sipendi kubebwa na wanafunzi kama wewe. Pia wewe sio hadhi yangu. Dili na wanafunzi wenye hadhi yako. D naye akamwambia mwalimu, hata mimi huwa sipendi kuwa na mazoea na walimu wa kike. Ila shida nguo ulovaa wewe, kila unavyozidi kugawa mitihani nguo inazidi kuwa fupi. Wanafunzi pale darasani wamekufanyia maujanja. Basi mwalimu akatupia macho chini akashangaa kuiona nguo yake imezidi kuwa fupi. Mwalimu alishtuka na kwanza kumwangalia D kwa macho ya aibu. D akamcheki mwalimu, mwalimu akamcheki D. Baada ya kuangaliana kwa dakika 2-3 hivi, mwalimu kwa aibu akaamua kumuomba msamaha D. Akamwambia, samahani, sikujua kuwa kama umenibeba kwa ajili ya kunisaidia. D akamwambia mwalimu, siku nyingine wewe unavaa nguo ambayo haiwezi kufanywa maujanja na wanafunzi aina yoyote, sababu katika darasa lako unaishi na wanafunzi ambao wana akili za ajabu sana. Kisha jamaa akamsogelea mwalimu, akanyanyua mkono wake akamshika shavu. Mwalimu kwa hisia tamu zaidi, mwalimu akaanza kuvuta pumzi ya mahaba, akamwambia D, tafadhali